Leo nataka tuongelee kitu ambacho nimekuwa nikikiona, kikanikatisha tamaa, kikanifanya nisitamani maisha ya kuwa mwanafunzi. Na kama wewe ni mzazi, unafaa uyatege masikio yako ikiwa hasa uko na mtoto ambaye ako teenage. Teenage kwa wale ambao hawajui ni mtu ambaye ako na miaka kuanzia miaka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hiyo miaka ndiyo inashape mtu. Na usipokuwa makini uhusiano wako na mtoto wako unaweza kujikuta umeharibika kwa sababu ya kufanya mambo ambayo huyo teen hayapendi. Ndiyo tunajua spare the rod, spoil the child, but kuna vitu ambavyo hata ukimchapa kama ameamua hatarekebisha hawezi kurekebisha. Kuna zile punishment zinazohitaji kiboko na kuna zile punishment ambazo zinahitaji mtoto aongeleshwe. Wewe mzazi ni jukumu lako kumaizi ama kuelewa ni punishment gani inafaa mtoto wako wakati gani. Kwa sababu mtu ambaye ako na 17 surely huwezi mchukulia kiboko. Hiyo itabidi tu mkae chini muongee. Pia you have to maintain uhusiano mzuri, a good relationship na huyu mtoto. Mnasema siku hizi hamfungukiwi, lakini nyinyi wenyewe ndio mmecreate that gap. Kwa sababu ukionyesha mtoto ukali hatafungua moyo kwako. Ukikuwa keen na ukuwe friendly, you'll be able to read a lot. Utasoma mambo mengi kwa mtoto wako. Lakini ukijifanya simba, akiguruma, unakimbia, mtoto anakimbia kwa bedroom ama anakimbia mahali analala. Hayo sio mapenzi. Mapenzi mazuri ni yale ambayo mtoto akiwa na shida anaweza kuja akuambie. Pia kuna watu wanafanya hii tabia na si nzuri. Mimi kwangu sio mzuri. Kwa mfano umepata girlfriend ya mtoto wako msichana ako na girlfriend, ako na boyfriend ama pia ako na girlfriend juu unajua siku hizi mambo ni mingi, masaa ni machache. Kama ni msichana umempata na kijana, unatandika huyo msichana mbele ya huyo kijana. Sijasema asitandikwe, but kumtandikia mbele ya peers, manze, hiyo kitu inachomeanga, si ndio? Hata unaweza niambia wakati ulichapiangwa mbele ya mtu ambaye ulikuwa umejiamini. Unajua wazazi hawajuangi kuna classes hawa mateens hujiweka.
So ukijiweka we kwenu ndio kusema then ukuje uwekwe vita mbele ya huyo mwenye unaambianga kwenu ndio kusema. Unadhani huyo mtu atasikia aje? Ai manze, hapo si turekebishe. Course itabidi kama haturekebishi. Ndio maana utasema huyu mtoto sijui nitamfanyia nini. Kuvimba kichwa naye atavimba. Course ulimchomea picha mbele ya his peers or her peers. So, kutoka leo, let your child be open to you. Wewe ndiye una akili kwa sasa ya kuguide.